Mungu angekuwa anajibu kama tunavyomuomba, yani mawazo yake angekuwa ndo mawazo yetu, watu wengi wangejutia wanayoomba. Kwa sababu Mungu anavyoshuka kwenye Sefania anasema atajisazia walioonewa na maskini na watu wale wanaolitia jina lake kadhaa. Maana yake aangalia hapa ni kanisani, hapa ni wapi, popote pasipokuwa na haki anafumua anaharibu. Yeye ni mwenye haki. Ndio maana akajitenga kabisa akasema mawazo yangu si mawazo yenu. Unaangalia mtu unaona amefanikiwa, watu unaona Mungu amempa yule, ameninyima mimi, amekunyima wewe. Kwa hiyo unajifananisha, unataka uwe kama, na ipo siku na mimi Mungu atanibariki kama wewe. Ghafla unajikuta una maradhi kama ya kwake, maana anavyo na maradhi. Ghafla unajikuta una ulemavu kwa sababu ana ulemavu katika familia yake, anazezeta. Ghafla unajikuta hujaokoka kwa sababu ana vitu hivyo na hajaokoka. Kwa lazima utembee kwamba Mungu, kusudi lako kwangu, naomba hicho cha kwako wewe, maana ulizaliwa kwa tarehe yako na hivyo. Usitake vya yule, kwa sababu unavyotaka fedha za Naamani zitaambatana na ukoma na hautauona. Geazi ya kuona wakati anachukua, ukoma ulikuja baadaye. Akatoka machoni pa Elisha mwenye ukoma kama theluji, yeye na kizazi chake hata milele. Elisha alimwambia, "Ni wakati wa kuchukua fedha. Moyo wangu haukwenda na wewe ulipoenda." Yule mwenye gari akakulaki. Maana alimwambia, "Ulienda wapi Elisha? Ulikuwa wapi?" Akasema, "Nilikuwepo hapa na nani? Uongo, baba wa uongo, shetani amefunga watu." Akamwambia, "Sasa ukoma wa Naamani utakuwa pamoja na wewe na kizazi chako hata milele." Kwa hiyo mwanzoni wakati anazichukua kule akuona hiyo. Nataka nikwambie kuna vitu vingi ambavyo ni matatizo utaviona vikitangazwa. Watu waga watangazi wala waposti matatizo wala madhaifu. Wanaposti vizuri. Saa nyingine kujifariji, saa nyingine kukuumiza. Maana watu wengi wanafanya hivyo vitu. Saa nyingine tu wanaposti kwa furaha zake, amebarikiwa. Lakini kuna hivyo vipengele lazima uangalie. Hata kuonyesha madhaifu. Biashara, na ndio maana mtu anakuita kwenye biashara yake vizuri, "Karibu mteja wangu." Ananadi biashara yake mitandaoni wapi. Ukienda ni tofauti na alivyokuwa anakaribisha. Ukienda wafanyakazi wana viburi, ukienda wafanyakazi wamenuna, ukienda wafanyakazi wako tofauti. Yani dukani kwenye biashara ni tofauti na anavyotangaza kwenye matangazo. Kwa nini? Watu watangazi walivyo, wanatangaza vile vizuri. Vile walivyo utajua sasa, ukitaka kuwa kama wao sasa utaona walivyobeba.